Karibu kwa ujumbe wa tumaini. Fata hadi mwisho, utabarikiwa wakati tumaini lako linapotea. Ndugu mpenzi wa Mungu, tunakukaribisha tena katika fundisho la leo. Na mbele ya fundisho la leo tumshukuru Mungu. Baba wetu, mfalme wa wafalme, tunakuja mbele zako tunapokuletea huyu msikilizaji mpenzi ili upate kumbariki. Mwandae kwa somo nzuri ambalo tunataka lisoma leo, lichome moyo wake na kumleta karibu nawe na kumpa tumaini kwa jina la Yesu. Amen. Ndugu mpenzi, tunashukuru sana tunapokaribisha tena katika somo nzuri hili ambalo limeandaliwa kwa ajili yako. Na tunaamini Mungu wa upendo na wa salama atakubariki kupitia somo hili nzuri ambalo limeandaliwa kwa ajili yako. Somo letu lina kichwa kinachosema wakati tumaini lako linapotea. Wakati tumaini lako linapotea. Tunakuwa katika ulimwengu, na tunapoishi katika ulimwengu kuna shida nyingi sana ambazo tunakutana katika maisha. Tuna magumu, kuna matatizo, na matatizo ama shida hazifanani. Kila mtu ana shida zake, kila mtu ana magumu yake. Sasa haya magumu ambayo tunayaona yanasababisha wengi wapoteze tumaini. Wengi wanakata tumaini kwa sababu ya mambo ambayo wanayaona na kuyaishi katika ulimwengu huu. Ndiyo maana tunakualika katika somo hili. Ukiwa na shida za familia ambazo zimeacha ukate tumaini, unapokosa malezi ya watoto, hapana, usikate tumaini. Kuna wengine hata wanajiombea hata vifo kwa sababu walikata tumaini, sivyo? Kuna wengine kwa sababu biashara walifikiri vitafaulu, lakini badala ya kuinuka, badala ya kufaulu katika biashara, wanarudi nyuma, wanapoteza, na inakuwa vikwazo ambavyo vinabaki moyoni. Mambo yale yote yanacha wengi wakati tumaini. Kuna hata wengine wanashindwa, wanafeli kwenye shule, na wanapofeli kwenye shule wanakata tumaini, na wanapokata tumaini wanachoka, wanakosa wafanye. Amefeli mara kwanza, amefeli mara ya pili, hata mara ya tatu, na amekata tumaini, anachoka katika moyo wake. Kuna wengine wana madeni. Wanapokuwa na madeni, hizi deni wanapowadai siku baada ya siku, mwenyezi deni anakuja, lipa pesa zao. Anapofikiri hana namna ya kulipa hiyo deni, anakata tumaini. Kuna wengine hata ni wasichana, amemwomba Mungu mara nyingi, na mimi nipe mume niolewe, lakini Mungu hampatie mume. Anaomba kaza na kaza ampe mume, Mungu anaona Mungu hampatie mume, na anakata nini? Tumaini. Kuna wengine malezi ya watoto, anakosa vyakula vya kuwapatia watoto, watoto wanafariki na njaa.
wanaposikia njaa, magumu haya yote, anakosa afanye nini? Kuna wengine mtetemeko ya nchi inasababisha nyumba nyingi zianguke na hata wengine wafe nyumbani. Sasa wale waliobaki wanakata tumaini wanapokosa wafanye nini? Kuna wale ambao wanafikia hata kiwango cha kujiua, wanajitundika wenyewe. Hiyo ni shida kubwa sana, lakini mimi napenda usifikie kiwango hiki. Kuna jambo muhimu sana ambalo ulielewa. Wakati wa gumu kubwa sana inapokufikia, tumaini lako lisiende mbali na Mungu. Sijui unanielewa? Narejea, ukweli muhimu ni kwamba wakati unafikiwa na hali gumu, shida gumu, tumaini lako lisiende mbali na Mungu. Tumaini lako lisiende mbali na Mungu. Mtumaini Mungu tu. Tumaini lako libaki linapomtumainia Mungu. Baki unapomtumainia Mungu. Tutafikiria pamoja kwa kisa cha mtumishi wa Mungu anayeitwa Daudi katika Zaburi 22 kwa shairi la kwanza na shairi hili la 3. Hapa tutaona jambo nzuri sana, jambo muhimu sana. Acha tusome. Zaburi sura yake ni ya 22 kwa shairi la kwanza na shairi la 2 hadi 3. Imeandikwa: Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Kwa nini wewe ni mbali na kunisaidia na kwa maneno ya kuugua kwangu? Hiyo ni shairi la kwanza. Daudi alikuwa mfalme wa taifa la Israeli, taifa la Mungu. Na sasa huyu Daudi alifikiwa na jaribu kubwa sana. Katika jaribu hili lililomfikia, tunapoona anasema, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Kwa nini wewe ni mbali na kunisaidia kwa maneno ya kuugua kwangu? Kwa nini wewe ni mbali? Kwa nini hunisikii ninapougua, ninapokuwa na magumu? Kwa nini Mungu wangu haunisaidie? Huyu ni nani? Ni Daudi. Kila mtu ana gumu lake la kipekee. Gumu hazifanani. Shida zinazoweza kukatisha tumaini hazifanani. Lakini nimekuambia na ninasema tena, wakati umefikiwa na hali gumu sana katika maisha, tumaini lako lisiende mbali na Mungu. Mtumaini Mungu katika hali gumu yoyote inayoweza kukufikia. Ukikata tumaini kwa Mungu, umekosea sana. Jambo la maana katika shida hii ya Daudi, anasema jambo hili, Mungu wangu. Alijua kwamba Mungu yuko. Hii ndio jambo muhimu ambalo mimi ninaliona hapa kwa Daudi. Alijua kwamba Mungu wake iko. Jua kwamba Mungu iko. Hii ni jambo muhimu sana katika maisha. Na aliona kweli Mungu hamsikii
Unaweza fikiwa vile na wewe katika hali hiyo, unaomba lakini mambo yanaenda kinyume kulingana na maombi kama vile wewe ulivyokuwa ukiomba. Unaweza kufikia hali hiyo, lakini tumaini lako na rejea lisiende mbali kwa Mungu. Acha tusome Zaburi hiyo 22 kwa shairi la pili. Ee Mungu wangu, ninalia mchana lakini hujibu, na wakati wa usiku wala sinyamazi. Haleluya! Unaweza lia kweli kwa sababu ya shida fulani ilivyokufikia. Daudi anasema analia mchana na usiku, mchana na usiku. Analia kwa sababu ya tatizo lililomfikia, anapohitaji msaada toka kwa Mungu, anapohitaji msaada. Acha tusome hiyo shairi la 3. Lakini wewe ni mtakatifu, wewe unayeketi juu ya sifa za Israeli. Lakini wewe ni mtakatifu. Hii ni jambo nzuri sana katika maisha ya Daudi. Katika maisha ya Daudi, alipofikiwa na gumu, alipokata tumaini, alipolia, alipoona kwamba amekosa msaada toka kwa Mungu, anapoona Mungu hata hamsikii, hamshibu, tumaini lake halikwenda mbali na Mungu. Wengi tumaini lao linapotoweka, wengi wanajitundika. Hiyo ni shida kubwa sana. Usijitundike. Tumaini lako likipotea kwa Mungu, nitatoa mfano. Wale ambao wameishi kwenye maji, bahari, watanielewa vizuri. Wakati upepo unapovuma, maji mengi yanaingia kwenye mtumbwi, kwenye baki. Hapa nyuma kunakuwa yule ambaye anayeshota maji, akisema mimi nimechoka, ninakata tumaini. Maji yanapojaa kwenye baki, kwenye piroge, kwenye mtumbo, watangukia ndani. Ni vivyo hivyo, wakati tumaini letu linaenda mbali na Mungu, tunaelekea pabaya. Lakini tumaini letu lisipoenda mbali na Mungu, tunapata faraja ya ajabu sana. Yesu Kristo anatupatia ujumbe maalum. Ujumbe maalum wa Yesu Kristo ni kwamba Mungu hamsahau kila mtu. Mungu hamsahau kila mtu, na kila mtu ni wa thamani mbele ya Mungu. Hata katika hiyo hali gumu, jua kwamba Mungu ni pamoja nao. Acha tusome fungo katika Luka sura ya 12 kwa shairi la 6 na shairi la 7. Luka 12 shairi la 6 na shairi la 7. Imeandikwa, ndege watano hawauzwi kwa sengi 2, na Mungu hawezi kusahau hata mmoja wao. Lakini hata nywele za kichwa chenu zinahesabiwa zote. Msiogope, kwani ninyi mnapita ndege wengi. Huyu ni Yesu Kristo. Katika shida tufahamu kwamba sisi ni wa thamani mbele ya Mungu, na Mungu hawezi akatusahau.
na Mungu hawezi akatuachilia. Hii ni jambo muhimu sana ambalo tulifahamu na tuliandike katika mioyo yetu. Mfano ambao Yesu ametutolea katika fungu ambalo tumelisoma, analeta mfano wa ndege watano, anapoonesha thamani ya ndege. Ndege watano hawana thamani kubwa, bei yao ni ndogo, lakini hata kama ndege hawana thamani, Mungu anaonesha kwamba hawezi akasahau hata mmoja wao. Na sasa Yesu anauliza, mtu mwanadamu mmoja si wa thamani kuliko hata wale wa ndege watano? Ni wa thamani kuliko hawa wa ndege watano. Jambo la pili hapa Yesu anasema, hata nywele za kichwa cha kila mmoja wetu zinahesabiwa. Hii inaonyesha kwamba tunapokuwa katika magumu, tuje mahali Yesu alipo, tumlilie Mungu na Mungu hatatusahau. Unapokuwa katika hali ngumu sana, tumaini lako lisiende mbali na Mungu, lakini mlilie Mungu kama vile Daudi alipomlilia mchana na usiku. Usikate tamaa, usikate tumaini. Na usipokata tumaini kweli kweli, Mungu atafanya nini? Atasikia maombi yako na atakuokoa, atakupa faraja, biashara yako itafaulu, deni unazo Mungu atafungua njia zimalizike. Shida unazo kwa sababu ni nyingi, kila mmoja na shida yake, kila mmoja anapokuja na shida yake atafaulu. Basi ndugu mpenzi, tunaomba Mungu awe faraja kwako, akusaidie, akubariki, akupe nguvu katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Baba wetu mwema, huyu ambaye amesikiliza ujumbe huu, namweka mikononi mwako naposema umbariki. Shida zake zote zichukue, kilio chake Yesu ukibadili iwe furaha. Umbariki kila mmoja kulingana na gumu yake. Wale ambao waliteseka kwa ajili ya mitetemeko ya nchi inapo haribu nyumba zao, inapoua wajamaa wao, wabariki. Wale wanaokuwa kwenye vita waliwapoteza wenzao, wabariki. Wale ambao walipoteza kwenye biashara, wabariki. Wale ambao walikosewa waume, wanapokulilia wakisema watolee waume kwa sababu wamevunjika moyo, wapatie waume. Baba mwema, ubarikiwe milele. Kila mmoja umbariki na umjibu kulingana na ombi yake. Tunaomba hayo kupitia jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amina.